Baba, uwezeshe ndani ya kazi, uwezesha na watumishi wengine, uwezesha waimbaji. Yesu, ninakuomba, maana ni wewe ndiye Mungu wetu. Simama ndani ya kazi. Leta wa mbali na wa karibu kukia kusikia neno lako. Leta wa mbali na wa karibu Yesu. Leta wa mbali na wa karibu mahali hapa Yesu. Hakuna mwingine anayeweza kuwaleta kama sio wewe Baba. Mungu unayegusa, Mungu unayepana ile kibali, tupe kibali tunapofanya evangelization, tupe kibali Yesu, ninakusihi Yesu, utusaidie. Acha Mungu uweze kugusa kila mmoja. Nakusihi Yesu, wewe ni Mungu wa grace. Yesu, acha neema yako mahali pote wanapokuwa. Yesu, unawajua ndani ya manyumba, unawajua ndani ya njia. Yesu, uwalete watakaofuata kwenye Facebook. Yesu, walete ndani ya kanisa, wenye wataona hata kwenye mtandao wa WhatsApp. Yesu, walete. This is way better on the side. Walete wenye wataona hata kwenye TikTok ya kanisa hiyo transformation. Yesu, walete. Yesu, walete. Walete Bwana. Walete Bwana. Walete Yesu. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh.
Mungu mwenye nguvu, wastahili
Hallelujah. 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 Are we tired? Are we feeling cold? If you're not tired and you've got breath in you, come on, just shout the name of Jesus. Say Jesus. Jesus. Hallelujah. God is good. Please stand on your feet with us as we praise God together. If you're able to stand, I ask you to please stand on your feet. If you're not able, you can sit and praise with us. Hallelujah. Zambe
Mungu anapendaka hivi. Chezea Mungu ni mzuri sana. Mungu anapendaka hivi. Amen. Hallelujah. We give over to the moderator. Amen. Amen. Bwana ashuke kutenda leo. Amen. Amen. Bwana ashuke kutenda leo ndani ya maisha yako. Bwana ashuke kutenda leo ndani ya maisha yangu. Amen. 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 Tuchapie tena Yesu Kristo. Unajua hata kupigia Mungu mikono iko sadaka. Amen. Amen. Biblia inasema kila mwenye pumzi ya msifu Bwana. Amen. Unapumua na mimi napumua. Amen. 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 Uko hai na mimi niko hai. Amen. Tutaenda tusimame tuchapie Yesu Kristo makofi. Amen. Tuchapie Yesu makofi. Mfalme wa wafalme na simba wa Yuda, tuchapie Yesu Kristo makofi. Amen. 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 Tutaikala. Amen. Ni muda ya kuweza kupokea wageni wetu. Kama ni mara yako ya kwanza kufika mahali hapa, nitakusihi katika upendo wa Kristo uweze kusimama na kuweza kusalimu mkutano. Amen. Tasimama mahali unapokuwa. Amen. Hapana kusikia haya, sababu tunakupenda. Ndio maana tunataka tukukaribishe katikati yetu. Amen. 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 Na kama hakuna mgeni tunasema asante. Amen. Lakini tuko na wageni wenye hatuone. Wanawaita malaika wa Bwana. Amen. Tunalindwa hapa. Tuko hapa na ulinzi kubwa. Amen. Tunaenda kushangilia malaika za Bwana. Haleluya. Yesu Kristo, tunashangilia tena malaika zako kwa kuwa pamoja nasi. Tukuzwe tena, ubarikiwe. Amen. Amen. Ndiyo, kipindi hiki kinapita. Tunafikia kipindi ya kuweza kukaribisha mtu anayekuwa na shukrani. Kwa maana ninajua uko na neno ya kusema mbele za Mungu. Kama una neno ya kuweza kushukuru Mungu, karibu. Uko free kwa kuweza kushukuru Mungu. Karibu. Amen. Nimekwisha kupatana na Bwana, alinideni, nimekwisha kupatana na Bwana, alinideni kwetu, alinideni kwetu, mahubiri ni deni kwetu, alinideni mama. Yeah.
Bwana Yesu asifiwe. Nasimama hapa kumshukuru Mungu. Lakini mbele ya kumshukuru niko na muhimu nataka kukuambia. Panda milimani, tumwite Yesu atatenda. Panda milimani, Panda milimani, tumwite Yesu atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kufika kusimama leo katika madhabahu hii. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Namshukuru Mungu. Mimi ni mjane na nimebakia na watoto wangu. Namshukuru Mungu sana. Niko na bagarso, niko na bafie. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa Mungu kunilindia watoto katika nchi hii. Niko na bakwe, niko na bajukuu ndio lukololo sasa. Kusindia watoto wenyewe na vizara kutumbu yangu. Nashukuru Mungu. Niko na bajukuu bazuri. Bafie, bagarso, namshukuru Mungu kwa kuona mzee kama mie. Niko na bajukuu wapata hivi. Ni jambo ya kushukuru Mungu. Mungu anatulinda sisi wote. Kingine kila mshukuru Mungu. Niko na fia wangu Neema. Mungu anaweza kuona ni vitu ya kawaida, lakini kwangu naona wacha nimrudishie Mungu shukrani. Kwa kuona fia wangu wapata hivi. Mungu alimulinda katika njia alikuwa anaenda kwa masomo, kunyumba, magonjwa, kila kitu, kufikiza miaka yenyewe anakuwa na alikuwa anasoma mpaka leo anamaliza masomo. Ni jambo kwangu mimi naona na mshukuru Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amena. Na bado njo mulango na bangine biko nyuma. Tashinda kusimama hapa.
Kila wakati mtaniona nasimama hapa. Kwa sababu ni mlongo niko nao. Hiyo ndio njia. Wengine niko wanakuwa wanakokotana. Kwa nini namshukuru Mungu? Mungu ni mwema. Namshukuru Mungu kwa wote walikuwa wanamuombea, kwa pastere, kwa ndugu yake. Namshukuru Mungu sana. Kwangu naona ni kitu cha kushukuru sana. Jina la Bwana libarikiwe na jina la Bwana liinuliwe, na wenye kubaki Mungu abawezeshe bamalize na bao. Yes. Asante. Amen. Amen. Tuchapie tena Bwana Yesu makofi. Amen. Amen. Kwa maana Bwana ametenda. Amen. Usibaki na deni ya Bwana. Amen. Na usisikie haya kushukuru. Hapa mbele uko free. Amen. Ya kukia shukuru Mungu. Amen. Usiende sema hawakulipatia saa kushukuru. Amen. Amen. Basi tunaendelea na programu yetu. Ni muda mzuri ya kuweza kutolea Mungu sadaka. Na nitakusima unapokuwa uweze kuchukua sadaka yako. Na tusimame juu wakati tunapotolea Mungu sadaka. Hatuko ndani ya matanga, tuko fasi ya furaha. Amen. Tunakia kutolea Mungu ile yenye kutubariki nayo. Waimbaji mtatusukuma na nyimbo tukisifu na tuko tunatolea Mungu sadaka. Amen. Tutasimama juu. Tafadhali tusimame na wasii. Amen. Karibu waimbaji.
Amen, amen. Ile ni sifa za Bwana. Amen. Yesu anastahili kusifiwa wakati wote. Wakati wote Yesu anastahili kusifiwa. Amen. Wakati wote Yesu anastahili sifa. Amen. Amen. Ni neno la Mungu, kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Amen. Unapumua na mimi napumua, tumsifu Bwana. Amen. Basi tutaenda kukaribisha mama pastor aweze kuombea sadaka. Ataweza kubariki sadaka. Amen. Amen. Tunashukuru kwa sadaka yako. Tunabariki kila mmoja aliyetoa na wala wakuweza kutoa. Mungu kawabariki. Acha sadaka hii Mungu ikafanye kazi ndani ya kanisa lako, ikapanue watu wako wale waliotoa Bwana. Acha ukawazidishie mahali walipotoa. Acha neema yako Bwana ikitendee mema. Sadaka hii Mungu ifanye kazi ndani ya kanisa lako. Tunasema asante kwa maana wewe ni Mungu. Utabariki kila umoja aliyetoa na ule akutoa. Mungu kambariki. Neema na fadhili zako na baraka zako ziwe juu ya maisha yetu sote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndio tunafika muda mzuri ya kusikia neno la Mungu. Tutaimba kanyimbo kadogo tu kakuweza kutubeba ndani ya neno. Amen. Amen. Mimi napenda imba sana, lakini sikwake na sauti yake. Amen. Amen. Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye awanase, Yesu aye kopesa bomo, yende mobikisi Yesu, Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye awanase, Yesu aye kopesa bomo, yende mobikisi anipenda, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda, anipenda, anipenda Mwokozi Yesu, ananipenda mimi. Amen. Yesu alikuja kupana uzima. Amen. Kupitia neno tunapona. Amen. Kupitia neno tunafunguliwa. Kupitia neno tunapata afya. Amen. Alikuja kupana uzima. Amen. Basi tutamsihi mtumishi wa Mungu Mama Jose ataweza kuombea mhubiri wetu. Karibu. Mana turagushima turaguhimbaza muri kano kanya keza, ni umwanya wo kumva ijambo ryawe databuja amahoro. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe mu ijambo. Mwami umukozi wawe ugiye guhagarara muri kano kanya, ntaba ari wavuga aba ari wowe uvugira muri we. Reka b'igikoresho cyawe cyiza Mana gitunganye. Mwami ibyo agiye kutugaburira kuno mugoroba, reka byubake imibiri kandi byubake n'imitima. Kuko Yesu Kristo wijambo ryawe nivyo kurya biduha ubugingo bigiye kizoza. Ndakwinginze rero imbaraga zawe zibane nawe. Mwuka wera w'Imana ngwino uvuge, aba ari wowe uvuga. Imbaraga z'Imana
ube hano ubane nawe uhagurukane nawe nk'ibitekerezo bizima byo kubaka umurimo wawe. Ntaba ari wavuga mwami, aba ari wowe uvuga, aba ari wowe uboneka, ntaba ari uboneka, aba ari wowe uboneka mwami Imana. Natwe twicaye ndakwingize ngo duhe imitima imenetse, imitima imenetse yo kumva ijambo ryawe, kugira ngo nituryumva mwami turikorere, nituryumva Yesu ritwubake, nituryumva Data ritugire basha, riduhindure muri ibi bihe bisha, tube basha natwe dutangirana umwaka n'ibintu bisha, kandi Imana no gukunda umurimo wawe kube muri twe. Urakoze Data mwiza, urakoze kugiye kubikora, urakoze kugiye kubana n'umukozi wawe, mu izina ryawe ngira tubisaba tugushima, amen. Amen. Nimesema Bwana Yesu asifiwe sana. Hujasema amen. Hallelujah. Hebu simama kwa miguu yako, tukaribishane, tusalimiane katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Sote tusimame, tusimame. Salimia hata watu wa sita, waambie karibu. Ya haleluya. Hebu simame kwa miguu yako. Usimame kwa miguu yako katika dance prophetique. Watupatie dance prophetique, utabiri siku ya leo tena. Haleluya. Ongeza utabiri siku ya leo. Utabiri mahali ulipo katika maisha yako. Haleluya. 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 Hebu pandisha volume yako. Haleluya. Hey, yes. Salimia wengine kwa jina la Yesu Kristo. Salimia. Yeah. Salimia ndugu zako kwa jina la Yesu Kristo. Salimia wapendwa. Salimia ndugu zako kwa jina la Yesu Kristo. Piga makofi yako. Haleluya. Yes. Hii ni danse prophétique. Mali kwenye huko iwe danse prophétique kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Hapana ikaa chini. Kama kuna kila ambacho Mungu amekutendea, simama kwa miguu yako. Haleluya. Bado sijasikia vigelegele jameni. Haleluya. Sijasikia vigelegele kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Ugira neza mana. Haleluya. Urahambaye. Haleluya. Shima Yesu. Haleluya. Shima Data. Uko Mungu, uko mwema. Tunakutukuza, tunakuabudu, tunakupigia makofi. Wewe mtakatifu, hakuna aliye kama na wewe, hakuna atakayeonekana kama na wewe. Uko mahali pote, ukienda shambani, wewe ni mwamba, wewe ni mti wa uzima. Tukienda ndani ya maji, wewe ni maji ya uzima. Tukienda ndani ya wanyama, wewe ni simba la kabila la Yuda. Tukienda ndani ya chakula, wewe ni mkate wa uzima. Tukienda ndani ya wanadamu, wewe ni Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu. Tunakutukuza siku ya leo, tunakuinua siku ya leo. Hakuna aliye kama na wewe, hakuna aliye kama na wewe. Tukienda katika hesabu, katika kalkile, wewe ni Alfa tena na Omega, wewe ni mwanzo na mwisho. Hakuna aliye kama na wewe. Hebu piga makofi yako, twende sote. Nitasimama kwenye munara, nione lile atakalo litenda. Siasikia sauti yako, nione lile. Nitasimama kwenye munara, nione lile atakalo litenda. Wewe piga makofi yako, niazime tu makofi yako, twende.
Amen. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele sana. Amen. Hallelujah. Ya. Bwana tunakuinua, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Tunapokuchezea utukufu ukurudilie wewe. Wale ambao wanaokuchezea magonjwa yaondoke kwa jina la Yesu. Wale waliofungwa wafunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Wale ambao wasioona mbele wapate kuona mbele kwa jina la Yesu Kristo. Wale ambao wameshindwa jana lakini kesho watashindwa kwa jina la Yesu Kristo. Tunakubariki Bwana. Tunakushangilia kwa makofi na watakatifu tuseme amen. Amen. Kitabu cha Juge ama Waamuzi. In the book of Judges. Tafsiri kuna neno nasemea sio? In the book of Judges. Kitabu cha Waamuzi. Sio mwenye ameleta sheria mtafsiri bikala kule, sio mimi. Lakini mtafsiri mashaka karibu na mbili. Wengine wao tafsiri kwa wako karibu. Joka tunaona kanania mpe. Tukiwasi wawili kwa acha basi tuchangie. Mwenye ataguswa basi aguswa amletee kingine ka tukiwa na kaivi kama tafsiri wala kama mhubiri. Kitabu cha Waamuzi ama Juge sura yake ya 2 mstari wa 8. Judges chapter 2 verse 8 mpaka 15 to 15. Mpatie mikrofoni msomaji. Natomba tukue msomaji. Wewe mtoto mwenyewe angalia wampatie haki yake jamani. Kitabu cha Waamuzi ama Juge chapitre 2 verset 8 mpaka 15. Karibu. Waamuzi sura ya 2 mstari wa 4. Kisha Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Bwana akafa. Naye alipata umri wa miaka 119. Nao wakamzika katika mpaka wa urithi wake katika Timnathi Heresi, katika nchi ya vilima vya Efraimu, upande wa kaskazini wa mlima wa Gaashi. Tena watu wote wa kizazi hicho nao walikusanywa waende kwa baba zao. Kikainuka kizazi kingine nyuma yao ambacho hakikumjua Bwana, wala hawakuijua hiyo kazi ambayo alikuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli. 11. Wana wa Israeli walifanya yaliyokuwa ni maovu mbele za macho ya Bwana, nao wakawatumikia mabahali. 12. Wakamwacha Bwana Mungu wa baba zao aliyewaleta kutoka katika nchi ya Misri. Wakamwacha nani? Baba zao. Wakamwacha Mungu wa baba zao. Endelea. Ngoja nianze tena. Wakamwacha Bwana Mungu wa baba zao aliyewaleta kutoka katika nchi ya Misri. Wakafuata miungu mingine, baadhi ya miungu ya watu wale waliokaa karibu nao pande zote, wakajiimisha mbele yao, wakamkasirisha Bwana akagaibika. 13. Wakamwacha Bwana, wakamtumikia Baali na Maashtorethi. 14. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, naye akawatia katika mikono ya watu waliowateka nyara, akawauza
na kuwatia katika mikono ya adui zao pande zote, hata wasiweze tena kusimama mbele ya adui zao. 15. Kila walikokwenda mkono wa Bwana ulikuwa juu yao kuwatenda mabaya, kama Bwana alivyosema na kama Bwana alivyowaapia, nao wakafadhaika sana. Amina. Kitabu cha Ezekiel sura 22. Ezekiel chapter 22. Mstari wake wa 30. 30. Ezekieli sura 22. Mstari wake wa 30 ama 30. Mstari wa 30. Tu. Inasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Amina. Isaïe chapitre 6 verset 8. Isaiah chapter 6 verse 8. Isaya 6:8. Yes. Inasema, kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yenu? Asante. Thank you. Jina la Bwana libarikiwe. Praise God. Neno ambalo tunakuwa nalo katika mwaka huyu, the word that we have for this year, ni neno ambalo nasema ya kwamba kuwa chombo cha Bwana. It says to be an instrument of God. Kuwa chombo cha Mungu. To be an instrument of God. Chombo ambacho Mungu anahitaji kutumikisha. A vessel that God needs to use. Lakini siku ya leo, but today, nahitaji tuingie katika sehemu ya pili ama neno lingine. Hilo neno nasema ya kwamba kuwa chombo katika mikono ya Mungu. We need to go to the second part, which says being a vessel in the hands of God. Kuwa instrument katika mikono ya Mungu. Being a vessel in the hands of God. Nataka nikuambie nikirudia nyuma, mtu wa Mungu, I want to tell you this, ya kwamba wakati Mungu anapotaka kumtumia mtu, that when God wants to use a person, huwa Mungu angalii pase yake. God doesn't look at the past. Lakini Mungu anaangalia future na kile ambacho alichoweka ndani ya mtu. God looks at the future and whatever he put in that person. Mungu ndiye anayetugeuza. God is the one that transforms. Anatufanya jinsi anavyotaka. He makes us into who he wants us to be. Kumbuka neno la Mungu linasema, remember the word of God says, mawazo ninayowazia, the thoughts that I think towards you, mipango ninayokuwa nayo, the plans that I have for you. Kwa Kifaransa wanasema plan. In French they say plans. Wakisema mipango ama mawazo ninayowazia, when they say plans or the thoughts, manake ni yeye Mungu anayetuwazia ni mawazo mazuri. It means that the things that God thinks towards us, they are good things. Na Biblia inasema yale mawazo mazuri, and the Bible says those good thoughts ni ya kututendea mema. They are for good. Nasikia mikrofoni yake iko na echo. Amen. Amen. Ni mawazo ya kututendea mema. They are thoughts of good. Wakati Mungu anahitaji kututendea mema, when God wants to do us good, nataka nikukumbushe huo mtu ambaye uko mahali hapa. I want to remind you, kabla haujazaliwa, before you are even born, Mungu alikupangia tangu zamani. God planned your life. Mungu alikuwazia tangu zamani. God thought of you before even you were here. Kila mama, every woman mwenye iko mahali hapa, that is here, ikifika wakati wa kuzaa, when it comes to the time of giving birth, anaandaa vitu kwa ajili ya mtoto ambaye atakayezaa. She prepares things for the child that she's giving birth to. Ikiwa ni mtoto mwanamke, if it's a woman, anatayarisha vitu vya mtoto mwanamke. If it's a girl, she prepares girl stuff. Ikiwa vya mtoto mwanaume, if it is a man, anatayarisha vitu vya mtoto mwanaume. He prepares things for the boy. Akiwa na uwezo, if he is capable, she is capable, anapanga hata chumba lake. They prepare even the bedroom. Analitia madekoro ya kufanana na hali ya mtoto ambaye atakayezaa. They put decoration according to the gender of the child. Na Biblia inasema ya kwamba kabla Mungu
Mungu kutuumba, kabla Mungu kutuweka chini ya jua, before God even created us, Mungu alituwazia mema. God thought good things towards us. Mungu alituwazia mazuri. God thought good things towards us. Hakuna mtu mwenye anaweza kuja Nobody that came, kubadilisha mpango wa maisha ambao Mungu amekupangia wewe. there's nobody that come to change the trajectory that God destined for you. Niseme ya kwamba hakuna walozi, There is no witches, hakuna wachawi, there is no witches, hakuna wafumu there is no witches wanaweza kukaa that can sit, wakitaka wakusanyike, that they can sit. lakini kama amesema ndio juu ya maisha If yako, God says yes, hakuna mtu ambaye anaweza nobody kubadilisha. will change that. Mawazo ya Mungu juu yako The thoughts of God over ni you, mawazo mema, they are good thoughts. ni mawazo kufikisha They mbali. are thoughts to take you far. Usiangalie sheki unayopitia ndani, Don't look at what you're going through. usiangalie magonjwa unayopitia Don't look ndani, at the sicknesses that you have. usiangalie matatizo unayopitia Don't look ndani, at the problems that you're facing. usiangalie leo yako, Don't look at today. lakini pamoja na matatizo, But with the problems, pamoja na kazarau, with the undermining, ninamshukuru Mungu I thank kwa God sababu Mungu because God anatafuta He waliozarauliwa looks at those who are ili aweze undermined so kuwatumikisha, that He can use aweze them kuwaheshimisha. and He can put their respect on their name. Kama kuna mtu ananisikia sema amina kubwa If there's sana. somebody listening to me, say amen. Kama umenisikia sema amina kubwa If you sana. are listening to me, say amen. Nasema kama umenisikia sema amina If you kubwa are sana. listening to me, say amen. Sikia nikwambie, Let me tell you, bado leo, even today, bado hata leo even today, Mungu anatafuta God is looking vyombo vya kutumikisha. for vessels to use. Amen. Bado hata sasa Even today, Mungu anatafuta God is looking vyombo atakavyotumikisha. for vessels that He can use. Sikia nikwambie, Listen, hii habari ambayo tumesoma this story that we've katika read kitabu cha Judges, in the book of Judges, Biblia inatuambia vizuri ya kwamba wakati Joshua alipokufa, the Bible tells us when Joshua died, sikia nikwambie, listen, Joshua ameandaliwa na Musa. Joshua was prepared by Musa. Moses. Amemwandaa Joshua. Moses prepared Joshua. Lakini Joshua, but Joshua, ukisoma Biblia vizuri, when you read the Bible well, wakati alipokufa, when he died, hakuandaa watu wenye watamsucceed. he did not prepare people who will succeed after him. Hakuandaa watu wenye watakuwa nyuma yake. He will not prepare people who succeed after Sikia him. nikwambie mtu wa Mungu. Listen, Kiongozi mzuri a good leader ni yule ambaye anayetayarisha wengine. is one that prepares others. Shirte ya kiongozi, The requirement of a leader, ama heshima ya kiongozi, a respect of a leader, ni kuandaa watu wengine wenye wako nyuma yake. is to prepare the others who are behind him. Hata Kristo Even Christ aliambia mitume, told the disciples, muniache niende, let me go, tukibakia pamoja because if you are together, mtabakia mwa hii comfort. you will just remain in this Inabidi comfort niende zone. niwatoke And katikati. I need to leave that you may Huyu grow. roho yuko ndani mwangu, And this Holy Spirit that is inside of us, atawatumikisha mambo makubwa He will use you for greater things, kuzidia yale ambayo mimi more nimeyafanya. than the things that I have Kwa done. hiyo sikia nikwambie mtu wa Mungu, So let me tell you, wokovu wako, your salvation, maisha ya wokovu yako the life of your salvation, isisimamie juu ya mchungaji should fulani, not be standing because of a certain pastor. isisimamie juu ya mama It fulani, should not be standing because of a certain servant of God. isisimamie juu ya baba It fulani. should not be standing because of a certain man of Maisha God. yako wewe na Kristo Your life between you and Christ isimame katika relationship yako wewe na should be Mungu. standing between your relationship, you and God. Ndio maana nakutana watu wengi That's why you find a lot of people, wanapokutana na mashida when they find problems katika kanisa in a church ama katika wachungaji, or in a minister, servant of wengine God, wanaacha wokovu, you find them, they leave salvation. wengine wanaacha wokovu. They leave salvation. Kwa sababu gani? Why? Maisha yao Because their na life wokovu wao or their salvation wameutegemea Mungu, was dependent on the minister. wametegemea watumishi wa They Mungu. dependent on the servant of God. Lakini asubuhi ya leo, But this evening, jioni ya leo, this evening,
saying, mwezi huu ya kwanza, in this month, mwaka huyu, in this year, nakuja kukwambia, I'm coming to tell Mungu you, hamhitaji yule. God does not need that. Mungu hamhitaji yule. God doesn't need Mungu that. anakuhitaji God wewe. needs you. Mungu anahitaji kukutumikisha God wewe. needs to use you. Mungu anahitaji kufanya kazi na God wewe. needs to work with you. Joshua alipokufa, When Joshua died, kuliingia desordre. there came so many disorderliness. Wana wa Israeli wakamwacha Mungu. And the Israelites left God. Wana wa Israeli wakamwacha Mungu. The Israelites left God. Tulisoma, We walimwacha read, Mungu. they left God. Wakajitafutia miungu mingine. And then they started looking for other gods. Leo watu, Today, sio people, mablessing yenyewe wamekutanana nayo. because of the problems that they are facing Ndani ya makanisa, in churches, ndani ya watumishi wa Mungu, in the servants of God, ndani ya soi-disant corps de Christ. in the body of Christ, Watu leo juu ya mablessing wamekutanana nao. today because of the disorderliness of Inawafanya hata problems, leo it makes them even to, hawaji makanisani, they don't come to church. wanabaki wa Kristo wa life. They just become Christians of life. Unakutana mwana Social media. Niko hapa anajiconnecte Nigeria, anajiconnecte Find them connecting in Nigeria, in all the kwa sababu places, juu ya kujifariji. so that they can just Na wengine anakuambia comfort themselves. hakuna haja ya kuomba. And you find some telling you there is no need praying. Juu mama fulani Because ameniumiza. certain woman hurt me so much, a servant of God. Ule pastor amenifanyizia hivi. Because that pastor did this to me. Ni kwa sababu gani? Why? Mawazo yako, The thoughts, akili yako your thoughts, your wokovu wako mind, your salvation umeutia kwa ule mtu. is depending on that Na Biblia person. imesema ya kwamba And the Bible says, alaaniwe cursed is the person, mtu yoyote any person anayemtegemea mwanadamu. who puts their trust in a person, in a human being. Na ndio maana unakutana And that's why you find kazi ya Mungu leo, the work of God, wokovu leo, salvation today, hata kisi tumeanza. Nilisema hili neno, even as we started. Let me just say this. nimekutana na mtu kuwiko, I found somebody in Winko, akaniambia pastor, wewe umeanza unaanza kanisa. and they asked, Pastor, you are starting a church, eh? Sikia, akasema hivi, And they said, nyinyi wa pastor mshatu decevoir. and they said, you pastors, you've discouraged us. Kuna hadithi moja anasema, There is a story that says, aseme anayekula mbwa ni mmoja, lakini afanya anatukanisha watu wote. a story says that there's one person who eats a dog, but it will make everybody be disrespected. Sawa, kama wengine wamefanya makosa, If one person has made kama a mistake, tumewakosea, if we have made a lakini mistake, bado Mungu God hajabadilika. is not, Na angalika changed. anatutengenezea watumishi wake And he's kamilifu. still working with his Wana wa faithful Israeli servants. wakaanza kutafuta miungu, The Israelites started looking for other gods. wakaanza jitafutia miungu mingine, They started looking for other gods. wakajitengenezea miungu mingine. And they made other gods. Lakini Mungu alipoangalia, But when God looked, Mungu akasema na nabii Ezekiel, God spoke to Ezekiel, bado ninamtafuta I'm still searching. ni nani ambaye atakayesimama, Who will stand? hata kama Joshua amekufa, Even though Joshua died, lakini mimi sijakufa. Mungu, I have not died, I God. hata kama Joshua amepotea, Even if Joshua is lakini lost, hawa watu these people, nina mawazo mazuri juu I yao. have good plans towards them. Biblia inasema ya The kwamba Bible says Mungu hakukaa kimya. God did not keep quiet. Mungu akainua katika watumishi wake, God lifted among his akainua servants. mtumishi wake jina lake Uhedu. He lifted Uhedu. Alipomwinua yule mtumishi, And when he lifted him, ukisoma hapo hiyo chapter when tumesoma, you continue reading through that chapter, utaona Mungu anaendelea kusimamisha watu tofauti. God continued to lift different people. Uhedu alipotoweka, Some, when they passed, Mungu akamsimamisha Debora. God lifted Deborah. Wakati Mungu alipomsimamisha Debora, When God lifted Deborah, ndio maana nataka nikwambie ya kwamba let me tell you this. mtu uliye mahali hapa, When a person who's here, hapana kujidharau. don't look Na down upon sijui yourself. hii logique na akili inatoka wapi I don't know where this logic or this ya mindset is kusema ya coming kwamba from Mungu hawezi tumikisha wanawake, to say that God can't use women. Mungu hawezi tumikisha wanawake. To say that God can't use Sijui kama women. huyu Debora I don't know where this mwenye Mungu Deborah aliinua that God lifted wakati wa kipindi kigumu, in
that hard time. Alikuwa mwanaume. If she Lakini Biblia was inasema ya kwamba but the Bible says Deborah alikuwa mwanamke. Deborah was a woman. Deborah alikuwa mwanamke. Deborah was a Pale woman. ambapo wanaume wameshindwa, Where the men Deborah failed, alisimama Deborah na stood kuwapanga kumstari wanaume and he aligned na them. kuwapanga kumstari And he wanaume. aligned the men. Nataka nikwambie I wewe want to mama, tell you this, nataka woman. nikwambie wewe dada, I want to tell you, hapana do kujidharau, not look down upon hapana yourself. kujidharau. Do not look down Huu ni upon mwaka wako wa yourself. kusimama, This is your year huu ni to mwaka wako wa stand. kusimama This is your year to na kuwa stand. chombo cha To samani be a vessel of juu ya God familia yako, in your family, juu ya watoto wako, in your home, juu ya nyumba in yako, your houses, juu ya nchi in your country, na juu ya kanisa. and even in the church. Oh, nilizana mama atasema amina kubwa. Amen, amen, amen. Biblia inasema The Bible says, Deborah alipokufa, when Deborah died, Gideon akasimama. Gedeon akasimama. Gideon, Gedeon alipotoka, when Gideon moved, Tolan akasimama. Tolan stand up. Tolan alipokufa, When Tolan died, Yefta akasimama. Jephthah arose. Yefta alipokufa, When Jephthah died, Samsoni akasimama. Samson arose. Mungu alienda anajionyesha ya kwamba God wanted to show that huyu akifeli when that one fails, nitatengeneza I mwingine. will make another Huyu one. akileta fieri When that one is nitamwikalisha chini, prideful, I will sit him nitatengeneza down ingine and I'll chombo. bring somebody Huyu else. akileta If mafieri that one is prideful, nitamtia I will pembeni, take him out nitasimamisha and bring wengine. somebody else. Sikia Let nikwambie, me tell you, Mungu azoeleki. God is not to be played with. Mungu God is azoeleki. not to be played Wewe with. ukifanya fieri, If you are proud, Bwana na maelfu God has others, a thousand behind you. God has a thousand. He will bring others. Amen. 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 Oh my God. Amen. Mungu haeleweki. You cannot understand God. Sikutamwelewa Mungu. When you understand God, Manake sio Mungu. He is not God anymore. Ona sasa fiete ama majivuno ya Mungu. Look at how God is prideful. Mungu God, hangali yake mumafamilia lihangali. Ya iwe watu ligandigani. He doesn't look at the family with people who have strength. No. Mungu anaangalia mamaskini. He looked at the poor people. Hawa wote wenyewe tulitaya. All those people that we named. Ukiangalia familia wa Deborah. When you look at Deborah, utacheka. you'll be laughing. Ukiangalia Yefta. When you look at Jephthah, mama yake alikuwa kahaba. the mother was a prostitute. Lakini Yefta, But Jephthah, mwenyewe alikuwa anasimama kuvita. when he was standing in the war, Alikuwa anapigana vita. he was fighting Mpaka wadogo zake wenyewe walikuwa wanachangia naye baba. until the siblings that they shared the same father, wakamfukuza. They had to chase him away. Wakamwambia toka hapa wewe. They had to chase him away. Mtoto wa malaya. And they called him a Biblia prostitute inasema ya son. kwamba The Bible says Yefta alipotoka, when Jephthah left the akaenda na Mungu wake. he went with his God. Akaenda na Mungu He wake. went with his Sikia God. nikwambie. Let me tell Acha you. wakukatae. Let them disown you. Acha wakufukuze. Let them chase you Lakini away. uende na Mungu Just wako. go with your Acha God. wakuseme vibaya. Let them talk bad about Wewe you. uende na Mungu Go wako. with your God. Acha wakusote vidole Let vibaya. them just keep pointing their fingers. Enda na Mungu wako. Go with your God. Biblia inasema ya kwamba The Bible says wakati walipomfukuza Yefta, when they chased Jephthah away, vita ilipokuja, when the war came, walipigwa. they were beaten. Kiswahili nyingine kule walipomona, walipiga. They were beaten. Sasa walipiga. When they beat, Biblia inasema hivi. the Bible says, Wakasema mbona wanatupiga? and they were asking, why did they beat us? Tunakosa nini? What are we lacking? Nini natukosa katikati yetu? What are we lacking? Walipoangaliana, When they looked at themselves, wakasema tunakosa mzee mwenyewe alikuwa anatupangia mapla ya kazi. they found out they are missing the person that was putting plans strategically. Let me tell you, Wakati unapofukuzwa fasi, when they chase you away, wakati unapokataliwa, when they refuse you, they hapana reject you. kujipiga kifua sema minjo nilifanyaka hivi, minjo nilifanyaka. Don't be prideful. Wewe uende. Just
go, siku moja tu one day, absence yako, your absence, itawamarke, they will watakumbuka siku and moja, remember, waseme angelikuwa hapa, and they say, if this person was here, angelikuwa hapa, if this person was here, amen. Sema amen. Say amen. Kanisa sema amen. Say amen. Sikia sema amen. Say amen. Biblia inasema wakasema twende tumtafute Yefta. The Bible says, they said, let us go look for Jephthah. Walipoenda mtafuta Yefta, when they go look for him, Yefta akawaambia, Jephthah told them, siko mtoto tena wa malaya. I am not a child of a prostitute. Ukiangalia Samson, if you look at Samson nani historia zake? Samson has his own history. Sikia, Mungu akitaka kutumikisha, when God wants to use you, hatumikishaki he doesn't use watu wa ajabu, big people. Anatumikisha watu waliozarauliwa. He looked at those people who are undermined. Ndio maana niko ninamwomba Mungu. That's why I'm praying to God. Katika uongozi wote wa kanisa hili, in the leadership of this church, Biblia, the Bible, ikitaka kumchagua mtu, when the Bible wants to choose someone, Biblia inasema Mungu akitaka kumchagua mtu, the Bible says when God wants to choose someone, haangalii miaka, he doesn't look at the years, haangalii nini, doesn't look at whatever people haangalii look sijui at. kwenye unatoka, He doesn't look at where you're coming anaangalia kile from. alichoweka ndani mwako. He looks at what he put Kwa hiyo, inside you. yoyote atakayesimama mbele yako, So whoever will stand against you, akiwa kiongozi, even if it's a Biblia inasema ya kwamba the Bible says, wewe ufanye nini? Utii. You need to just listen and obey. Kwa sababu uongozi, because leadership unatoka kwa Bwana, comes from God. Amen. 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 Bado Mungu alikuwa anajitafutia vyombo ambavyo atakavyotumika navyo. God was still looking for vessels that he will work with. Twende katika kitabu cha Yeremia. Let's go in the book of Jeremiah. Twende katika neno letu siku ya leo. Jeremia 18, Jeremiah verset 1 mpaka verset 6. Verse 1 to 6. Yes. Mpaka 6 ndio inasema. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana. Ndio. Kusema sura ya pili. Ikasema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikizisha maneno yangu. Yes. Sura ya 3. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu. Sura ya 4. Na chombo kile alichokuwa akikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake, yule mfinyanzi alikifanyiza tena kuwa chombo kingine kama alivyoona vema yule mfinyanzi kukifanya. Sura ya 5. Yes. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Unafikia wapi bwana? Sura ya 5. Teremka. Sura ya 6 inasema. Yes. Pale. Nyumba ya Israeli. Nyumba ya Israeli. Je, siwezi mimi kuwatenda ninyi vile vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Asema Bwana. Angalieni, kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wangu, nyumba ya Israeli. Amina. Nikombe, geukia ile karibu yako, mwambie, unajuaza kama Mungu hawezi kukutengeneza kuzidia jinsi unavyojuaza? Turn to your neighbor and tell them, do you think that God cannot make you or transform you better than the way you think of yourself? Unafikiria kwamba Mungu hawezi kufanya waajabu kuzidia jinsi unavyojuaza? You don't think that God can make you better than the way you think of yourself? Bila sana usikie, angalia wanyuma wako, mwambie, unasema Mungu hawezi kukutumikisha kuzidia jinsi unavyojuaza? You think God can't use you more than the way you think of yourself? Hapana kujidharau. Don't look down on yourself. Mungu anaweza kukutumia vya ajabu. God can use you in a mighty way. Listen. Mungu akamwambia Yeremia. And God told Jeremiah.
Wende ndani ya nyumba ya mfinyanzi. Go into the potter's house. Mwa wenyewe mlizaliwa Amerika na mlizaliwa makapitali. For those who are born in America and in the capital cities, you don't know about the potters. Me benye walizaliwa kule kwa village. But those who are in the village, barabijua. They know about that. Kuna kisi wanatengeneza kule kwetu tulikuwa tunaita bumba. They make vessels. Clay. Ile bumba kuna wamama wamoja wanaweta sema wa pigmema wa Ngote wanatoka kumilima, ulikuwa unawaona kila siku dimanche. You'll see some women who are they came from the hills. Wanabeba mitungi kukichwa. They are carrying cans. Machungu na zile chungu vraiment. Zinapiga chakula mzuri zile chungu. Those pans make good food. Ukipika mahole mle ndani mahole inaiva bien sana. If you cook, ukipika mihindi mle ndani mihindi inaiva bien kabisa. If you cook maize in that it comes out very good. Thank you Joshua. Asa akamwambia wende munyumba mfinyanzi. God told Jeremiah, go into the potter's house. Utakutana mfinyanzi. You'll find the potter. Nisikilize mtu wa Mungu. Listen. Hapana kusema nisikilize. Nataka nimalize. I want to finish. Utakutana mfinyanzi. You'll find the potter. Iko na chombo. Iko na kitengenezi. Making the clay. Iko na tengeneza chombo fulani. Making a pot. Na wakati mfinyanzi iko na tengeneza kile chombo. When the potter is making that pot. Inaweza kuwa turu ya kwanza ametengeneza chupa. It can be a first time when he's making a bottle. Turu ya pili ametengeneza sahani. The second time he's making a plate. Lakini hivi iko anatengeneza chungu. But while he's making a pot, lakini vile vyote all those vinaitwa vyombo. They are called vessels. Na viko na thamani, kila chombo kiko na thamani yake. And every one of those vessels has their own worth. Mahali kwenye chombo kinatumika, where the pot is being used, kikombe hakiwezi tumika. A cup cannot be used. Mahali kwenye kikombe kinatumika, where a cup is being used, mbegeti haiwezi tumika. A bucket can't be used. Kila chombo, every vessel, kina nafasi yake, has its own place. Kila chombo, every vessel, kina kazi yake, has its own work. Na kila nyumba, and every house, inakuwa na vyombo vingi, has different vessels. Lakini pamoja na vyombo vingi, but with all those different vessels, kila chombo kina poste yake. Every vessel has its own post. Na siete ama uzuri wa nyumba, the goodness of a house, ni wakati kila chombo kiko na nafasi yake. It's when every vessel has its own place. Hauwezi kukamata meza ya television. You can't take meza ya television, the table for the television, uigeuze le show, and the TV stand and make it a stove. Hauwezi kukamata vile vitu vya msala manje. You can't take the sitting chairs, ukipandisha mchumba sasa vikue kitanda, and you make them into a bed. Lakini kila kitu, but everything, wakati mtu anapojenga nyumba, when somebody is making a house, wakati mtu anapokuwa na nyumba, when somebody has a house, anajua hiki kitaenda fasi fulani. He knows this one will go somewhere. Hiki kinastahili kuwa na nafasi hii. Needs to be here. Vya mkuizine vinapasha enda mkuizine. The ones in kitchen needs to be in the kitchen. Kama mwanadamu anaweza panga nyumba yake hivyo, a human being can arrange their life. Unafikiria kwamba Mungu wa mbinguni, don't you think that the God of heaven anaweza kukuleta duniani tu, will just bring you on earth bila kuwa na mpango wote juu ya maisha yako? Nataka nikwambie ya kwamba hauko juu ya bahati nasibu. You are not here because of a mistake. Hauko juu ya kukua tu. You are not here just because haukuzaliwa juu ya kuzaliwa tu. You are not born just to be born. Haukuzaliwa juu ya kuzaliwa tu. You are not born just to be born. Haukuletwa Marekani juu ya kuletwa Marekani tu. You just come to the United States just to be the United States. Mungu wa mbinguni, but there is a God in heaven that has a plan, a good plan for your life. There is a God in heaven good plan over your life. Sikia nikwambie, matatizo, the problem, kusarauliwa, being looked down on, kutukaniwa, to be cast, yote all those things vinakuja kwa ajili ya kukutengenezea coming so that they
Escalier ya kupandia They eko. are making you a stairs to climb. Escalier ya kupandia eko. A stairs to climb. Sikia nikwambie. Listen. Mtu mwenye ana maono. Somebody who has vision. Hata wanamsema. Even if they speak hawezi about the tazama gospel, nyuma. you don't look back. Anatazama mahali You ambapo look the anapokwenda. front. You're going. Wanaposema. When they say. Toka mahali ulipo. When they are speaking, you move from where you Panda are. ingine step. Move another stair. Wakisema panda When tena. they say move another stair. Wakisema panda When tena. they keep saying keep Wakisema moving. sogea. Keep moving. Wao walio nyuma. Those people who are watabaki wanakusota sota vidole. they will keep pointing fingers. Hawatoki mahali They walipo. are not moving from where they are. Lakini wewe unaendelea kusonga mbele. You're moving. You're moving. Sikia nikwambie. Listen. Mtu mwenye anajijua. A person that knows themselves. Hataki kusikia walinisema nini. Doesn't care about what they said about them. Wanawaza nini? What they're thinking about them. Achana na wanawaza nini? Don't mind about those people who Achana na are wanasema nini? what are they saying? Wewe fanya vitu vyako. Just do what God called you to Viwe do. ndani excellence. Let it be with excellence. Viwe vitu vya kalite. With quality. Viwe vitu vya heshima. With respect. Kuna habari maadui. Maadui. Enemies. Wanachotaka kwako. What they want from you. Ni kuona status zako. To see your status. Amen. Wakati unafikua na shida. When you have a problem. Hapa bwana tafuta shida tafuta kanyimbo. Unikumbuke. When you put that song, they will be talking and look. Lakini hapo uko ndani matatizo. But even if you are in problem, yako. Your status. Unapoamka asubuhi. When you wake up. Tangaza wema wa Bwana. Just proclaim. Iseme leo. Today. Leo. Today. Ni siku ambayo. It's a day. Bwana amenipatia. That the Lord has given me. Ili niweze kuifurahia. Watakuja kwa njia moja. Watasambaa kwa njia saba. Pamoja na Bwana. Tutayafanya mambo makubwa. To do great things. Amen. Amen. That's the word of God. If you want to know the life of people today, just look at their status. You will just know this one has a problem with so and so. That's why today others, they just keep peer cutting some preaching. They are digging. They will fall. God, let them not fall in that hole. Let them live. Washuhudie matendo makubwa ya And Mungu the wanione. goodness of God in your life. Wasianguke ndani ya shimo. Let them not fall in that hole. Acha wanione. Let them see the goodness of God in your life. Amen. Akamwambia. And he said. Alipoenda akakutana iko natengeneza chombo. When he met the potter making the vessel. Biblia inasema kwamba kile chombo. The Bible says that vessel, that pot. Kikaanguka. It fell. Kilipoanguka. When it fell. Mimi nadhania ule mwenyewe alikuwa anaangalia Yeremia akasema yo kinaanguka. Jeremiah was like, oh my God, it fell. Kinabomoka. It is broken. Yo kinahomba. It is gone. Lakini akaangalia. But he looked. Ule mfinyanzi. That same potter. Akakamata kile chombo kilianguka. Picked it up. Akakamata tena. Picked it up. Akaanza kukitengeneza. And started making it afresh. Mudaika kidogo. In a few minutes. Kile chombo kilikuwa kimeharibika. That broken pot. Akaona kinatoka ndani chombo kizuri. Started getting a form, a good form, a good shape. Listen. Pale unazalia kama hautaweza. Where you think you're not able. Pale unazalia kwamba vitu vinakwisha. Where you think everything is gone. Bado Mungu angalika anatengeneza vitu vingine. God is still making new things. Sikia nikwambie mtu wa Mungu. Listen. Mungu anatafuta vyombo. God is looking for vessels. Zenye atakavyotumikisha. To use. Katika generation. In this generation, amen. Mungu anatafuta wamama. God is looking for women. Ambao atakaotumikisha. That he will use. Katika generation hii. In this generation. Mungu anatafuta vijana. God is looking for youth. Ambao atakaotumikisha. That he will use. Katika kanisa la Transformation in Life this Center. Church. Katika Boise itao. Boise. Pale kwenye watu wameshindwa. Where others have failed.
failed, Niwaulize watu wa Mungu. let me ask you something. John mnachelewaka. John mnachelewa mkanisa. Why are you always late? Kazi. Bwana wabariki. Sikia. Listen. Wakati walikuwa wanatuongoza maombi, when they were leading prayers, kiongozi wa leo alituongoza msije moja. The leader of today led us in one subject. Ilinigusa mpaka nikasikia machozi. It touched me until I felt tears in my eyes. Tuwaombee. The person said, let's pray. Wale ambao wamevunjika. Those people who are heartbroken. Moyo. Those people who are heartbroken. Moyo. Heartbroken. Tuombee vijana. Let's pray for the youth. Ambao wamevunjika moyo. That those who are heartbroken. Vijana walikuwa na kiu ya kumtafuta Mungu. People, the youth had a thirst for God, to look for God. Walikuwa na kiu ya kumtafuta Mungu. Women had a thirst looking for God. Until today they are telling you we don't even feel like going into African churches. It hurts. It hurts. But it's not all Africans. There are others that still fear God. People of God, outside there, I am praying. We don't need to be a church of judgment. No. We need to be a church to accept grace. Na mimi nikubali neema ambayo ikotia mtu mwingine. And I should accept the grace that is on another person. Sikia nikwambie. Let me tell you. Kama fulani if somebody anajua kuongoza maombi, knows how to lead prayers, let them do that work. Kama fulani like anajua kupika vitumbua, if that somebody knows how to cook, apike vitumbua. Let them cook that. Kama kuna fulani if that person mwenye anajua kupanga vitu, knows how to arrange acha apange, let them arrange kwa ajili ya utukufu wa Mungu, for the glory of God. Sikia niwaambie watu wa Mungu. Let me tell you, people of God, people are tired. The church is tired. We have brought tears to the. We are called servants, but our lives doesn't fear God. Tunabakilia koti, tunabakilia majina, tunabakilia sijui nini. Wale ni watu wangu, those are my people. Listen. Tuende tuwalete watu waliovunjika mioyo. Let us go bring people who are heartbroken. Yes. Tunapigania nini? What are we fighting? Tunatafuta cheo ya nini? What are we looking for? Hivi vyote ni vya kupita. All this will tuwalete watu wa Kristo. Let us bring people to Christ. Kwa nini kupigana katikati yetu? Why are we fighting amongst ourselves? Kwa nini kuchukiana katikati yetu? Kwa nini kutokuwa na moyo wa kutokusamehe? Why don't we forgive? Hauoni mbingu. You are not going to. Hakuna atakayeona mbingu. Nobody will see. Nataka nikwambie mtu wa Mungu. I want to tell you. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Jesus is coming. Tayarisha maisha yako. Prepare your life. Yesu atakuja kuchukua transformation. God will come to. Yesu atakuja kuchukua fellowship. God will come to take. Yesu atakuja kuchukua life change. God will not. Yesu atakuja kuchukua church of God. God will not come to take the church. Yesu atakuja kuchukua watakatifu. God will come to look for the righteous. Ni wakati wa Kristo kusimama. It's time for the Christians to stand. Pengine hata katika nyumba ya yule ambaye unajua haingii kanisani, unamwambia simama, yako matumaini, simama twende, yako matumaini, simama wende, usikubali karama yako ikae chini, simama, stand, arise, arise.
arise. Watu wengi A lot of people, hawana moyo tena kumtumikia Mungu. they don't have the hearts to serve God anymore Juu ya maneno ya kuwavunja. because of the words that have Kuwakatisha broken tamaa. them. That has broken them. Lakini saa imenea. But the time is here. Mwaka ni huyu. The year is here. Simama pamoja na Bwana. Stand, arise together with Pale God. kwenye ulizania vimeharibika. Where you think it is not possible, Bwana atakutengeneza. God is going to form you. Ninataka nikwambie. I want to tell Huyu you, mwaka mwambie Bwana. tell God this year, Ninajiacha mikononi mwako. I'm surrendering into your Nifanye hands. niwe chombo. Make me into a vessel. Nitengeneze. Form me. Niwe baraka juu ya That I may familia be yangu. a blessing over my Niwe baraka family. juu ya boys That I may be yangu. a blessing over boys. Niwe baraka juu ya That may be a majirani. blessing over Niwe my baraka juu ya neighbors. ndugu That zangu. may be a blessing to Niwe my baraka juu ya family. mume That wangu. may be a blessing to my Niwe baraka juu ya husband. mke That may wangu. be a blessing to Niwe my baraka wife. juu ya That wazazi. may be a blessing to my Niwe parents. baraka juu ya watoto wangu. That may be a blessing to even my children. Bwana kutengeneze. Let God form you. Nimalizie kwa habari za huyu mtu. Let me finish with this story. Jina lake Onesimo. The name is Onesimus. Onesimo alikuwa na ushuhuda mbaya. He had a very bad testimony. Onesimo alikuwa na ushuhuda Had mbaya. a very bad testimony. Ukisoma katika kitabu cha Filemon, A bad reputation when you read in Philemon chapitre 1 kuanzia 8 mpaka 12. 8 to 12. Huyu alikuwa na ushuhuda mbaya He had a Onesimo. very bad reputation. Na Paulo And Paul, alipoandika barua juu ya Onesimo, when he wrote the letter to Onesimus, towards Onesimus, walikuwa wanamjua Onesimo ya kwamba ana ushuhuda mbaya sana. they knew that Onesimus had a very bad reputation. Lakini wakati Onesimo alipokutanana na Mungu, But when Onesimus met with God, alibadilika. he got transformed. Mungu alimtengeneza. God transformed him. Wakati Mungu When alipomtengeneza, God transformed him, ilibidi Onesimo arudie huko. it necessitated that he goes back. Wakati Onesimo aliporudia huko, When he went back, alienda na barua. he went with a letter. Wakati alipoenda na barua, When he went with a letter, akienda huko, when he went there, walizania ya kwamba they thought Onesimo angaliki ule ule. that Onesimus was the same person. Hawakujua kwamba Onesimo They did not know that Onesimus amekutanana na Mungu. met with God. Mema, unaweza kusomea? Asante. Yes. Usome sura ya kwanza mstari wa 8 hadi 12. Tunasoma Filemoni sura ya kwanza mstari wa 8 hadi 12. Yes. Sikieni neno. Kwa hiyo nijapokuwa nina ujasiri katika Kristo kukuagiza likupasalo, sura ya 9, lakini kwa ajili ya upendo na kusihi, kwa kuwa ni kama nilivyo Paulo mzee na sasa mfungwa wa Kristo Yesu pia. 10. Na kusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu, yaani Onesimo. 11. Ambaye zamani alikuwa hakufai, bali sasa Zamani alikuwa nini? Hakufai, lakini sasa anakufaa sana. Wewe na mimi pia. Ndiyo. 12. Yes. Niliyemtuma kwako yeye mwenyewe, maana ni moyo wangu hasa. 13. Ambaye mimi nalitaka akae kwangu, apate kunitumikia badala yako katika vifungo vya Injili. Asante. Amina. Onesimo Onesimus, alikutania na Paulo ndani ya prison. they found each other, was met with Paul in the prison. Paulo alimfunga juu ya habari njema. Paul, they imprisoned him for the good news. Onesimo wakamfunga juu ya wizi Onesimus was in prison for stealing na tabia zake mbaya. and his bad behavior. Wote wakakutanana wapi? They met all in the prison. Prison. They met in the prison. Paulo salimwona Onesimo, Paul, when he saw Onesimus, akaanza kumhubiri. and he started preaching to him, Onesimo akampokea Yesu. Onesimus received Christ. Onesimo akamtoa ndani ya prison. Onesimus, when he left the prison, Aliingia ni chombo cha kipagani, he came as a pagan,
lakini akatoka ni chombo cha Kristo. But he left as a vessel for Christ. Kuna vitu ambavyo vinavyotupata, kuna vitu vinaweza tunaweza kutanana navyo ndani ya maisha. There are things that we may find in life Juu ya mpango fulani wa Mungu. because of the plan of God of our life. Paulo labda aliingia prison juu ya kutana na Onesimo. Maybe Paul went into the prison to meet with Onesimus. Saa alienda nje. When he went out, Paulo akamwandikia Filemoni barua. Paul wrote a letter to Philemon Akamwambia, and said, Onesimo njoo anakuja. Onesimus is coming. Usimwangalie kwa macho ya zamani. Do not look at him with the eyes of the Lakini past. Onesimo amebadilika. But Onesimus is a transformed Onesimo man. ameokoka. Onesimus is saved Kwa sababu nimemzaa. because I have given birth to him. Nimempatia Kristo. I have given Christ to Naye him ameokoka. and he's saved. Ya kale The yamekwisha. old have passed away. Mimi nasalia saa Onesimo alitoka prison. I think when Onesimus came out of prison, Ndani mwake in him, alikuwa ashakuwa transformed. he was transformed. Lakini mimi naona Onesimo anaenda kwa Filemoni. But he was going with his still same walking style. Sawa namuona. When there is Anapana barua. when he gives the letter, Wewe anakufungua wewe. who released you from prison? Anaanza jijema. He started judgment, Lakini hajui kama ule ambaye uko na shishe. not knowing the person that is judging. Kristo anakaa ndani mwake. Christ is living Kitu inside kile of him. kinatuua sio wa Kristo. Something that kills us as Ni Christians kutokubali ya kwamba Mungu anaweza kumtransforme mtu. is to accept that God can transform a person. Amen. Tunabakiaka tu mapasi. Ule. We just stay in the past. That person, that one. You see, Kwanza miaka jana pale. and even last year, Unataka kukaka. you will not. Sikia. Listen, Watu wanafanya fail. people who are prideful, Hawatakutana na gani. they have not met a gangster. Ukikutana na Roho Mtakatifu bien. When you meet with the Holy Spirit, Anakuweka murikoshi bien. and He puts you in prison well, Hautapumua. you will not even breathe. Tuamini kama wengine wanaweza geuka. Let's believe that some people can change. Tuamini kwamba Mungu anaweza tumia wengine. Let's believe that God can use other people. Sasa alipomuona When he saw him akasoma barua. and read the letter, Akasema kumbi he said, ulishabadilika. you've changed, Akamwacha ndani ya hekalu. and left him in the Na house. Yesu anasema And Jesus says, ni heri kuamini it's good to believe pasipo kuona. without seeing. Amini kama fulani anaweza geuka. Just believe that somebody is changed, Ili uwe chombo cha thamani. so that you may be a vessel of worth. Nimalize. Let me finish. Inatokana na sehemu kwenye huko. It depends with where you are. Fimbo ya Musa. The rod of Moses. Fimbo ya Musa. The rod of Moses. Ilikuwa na thamani. It was very worthy. Juu ilikuwa mu mikono ya Musa. Because it was in the hands of Moses. You did not hear me. Fimbo ya Musa. The rod of Moses ilikuwa na thamani. Was of great Juu value. ilikuwa mu mikono ya Musa. Because it was in the hands of Moses. Musa angeiacha. If Musa left it na kuchukua ingine fimbo and take another rod, ile fimbo yenyewe ilikuwa mikono ya Musa, that rod that was in the hands of ingekuwa na thamani would be very kuzidia ile much ingine ya mbele. more than the one that was Kwa sababu gani? Why? Thamani ya chombo The usefulness of inatokana vessel, na yule ambaye iko naye. the vessel, the worthiness of a vessel depends on the person who's holding the vessel. Unasikia vizuri? Let me tell you, you've not heard me well. Thamani The worthiness, the worth ya Isakame of this bag, purse, haiko Isakame. it's not this purse. Thamani ya Isakame. The value of the worth of this purse. Telefoni yako kwa mama. Weka tu telefoni. Yote weke muda. Thamani ya Isakame. The value of that purse. Yeah. Funga sasa. Thamani ya Isakame. The value of that purse. Nisikilize. Listen to me. Haiko Isakame. It's not this Thamani ya bag. Isakame. The value of this bag Ni wenyewe iko ndani ya Isakame. is whatever is in that bag. Tuko pamoja? Biblia inasema ya kwamba The Bible says
kwenye pako utajiri wa mtu, where there is richness of a person, ndio kwenye roho yake hii. that's where the heart is. Huko alikuwaki. It's here, it's not here. Napendeza. Sana. Huko alikuwaki. It is not found here. Kule kwetu. In our place, Africa, Ukiingia tu msoko hivi. when you go to the market, Kama unataka telefoni, if you franga, know yote your biko. values in there, Ukisikia tu mtu anafanya hivi. when somebody, Juu ya nini? why? Tu unajua ya kwamba Because you know probleme sio Isakame. the problem is not the past. Na kama hakuna kitu, And even if there's ukisikia nothing, mtu anafanya tu. Fungula hamna kitu ndani. you hear somebody saying, you can just carry this bag. Just Juu ya carry nini it anajua there. kwamba Why? ndani Because they know inside hamna ndani vitu vya there samani. is nothing. Lakini pakikuwa ndani pesa, But if there is something valuable inside, anaitia tena huku. he will not, the person will not put it. Anaishanja na iweka huku Put mbele. it in the front. Tu anajua ya kwamba Because they know bila protege it is protected. tu humu ndani Whatever is kuna inside, vitu vya samani. there is something Nataka valuable. niambie mtu mmoja jioni ya leo. Somebody this Kilicho ndani mwako whatever is ni inside kikubwa you sana. is very big. Kilicho ndani mwako Whatever is in ni you cha samani is sana. very, it's of Kilicho great kile worth. ambacho Mungu ameweka Whatever God put ndani in ya you, maisha yako in your life, ni cha is ajabu. of great value. Kuzidia jinsi unavyojiwazia. More than the way you think of yourself. Asante sana. Watate, wamama wale wa zamani The grandparents before, in the past, walikuwa wanakamata shocks. they took socks, Ya mrefu. a long one, a stocking, Wanapakiza ndani pesa. and they put money in there, and then they wear it around their waist. Utamwona tu mama anajitembelea tu yake. You just see them walking, Huyu mama achana na wale ni maskini. and you just think he's Lakini poor. hawajui ya kwamba But you don't know, around her waist, anapakia pesa. she has dollars. Anapakia She has anapakia gold. na vitu. She has things. Sikia nikwambie mtu wa Mungu. Let me tell you, Acha wakutazame nje. let them look at you from the outside Wakudharau. and undermine you. Lakini kenye utaonekana miaka iko mbele. But whatever they will see in Kenye the utaonekana coming siku years, iko mbele. whatever they will see in the coming years, Watajiuliza eske ni they yeye will ask, is it the same amelianzaka siku person? gani? When did they start? Ameliingiaka siku When gani? did they enter? Nataka nikwambie I kwamba want to tell you, kuna Mungu wa wadhaifu. there is a God of the weak. Nimalize na ile andiko. Let me finish with this. Ili uwe chombo kizuri. So that you may be a good vessel. 1 Corinthiens 1 Corinthians chapitre 15 chapter 15 verset 33 na 34. verse 33 and 34. Na mimi nafunga tableti yangu. 1 Corinthiens 15 1 33 na 34. Corinthians 15, 33 and 34. 1 Corinthiens 15. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33 Na 34. inasema, Yeah. msidanganyike, Msidanganyike. mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Mazungumzo mabaya uharibu nini? Tabia njema. Tuko pamoja? Amen. Mazungumzo mabaya uharibu nini? Tabia njema. Endelea. 34. Yes. Tumieni akili kama ipasavyo, Tumieni akili kama ipasavyo. wala msitende dhambi, Wala msitende dhambi. kwa maana wengine hawamjui Mungu. Asante. Amina. Hii ni Kiswahili. Fransai inasema hasa para majo. Fransai inasema nini? Majo. Fransai inasema nini? Mwenye anapata angle. Gloire, piga, tusikie. Inasema 15:33 says, be not deceived. Evil communications corrupt good manners. 34. Yes. Awake to righteousness and sin not. For some have not the knowledge of God. I speak this to you to your shame. hii ni King James. Yeah? Ni King James. Twende. Francais. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trouvez pas les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable. Et ne péchez point, car quelqu'un ne connaisse pas Dieu. Je le dis à votre honte. Merci beaucoup. Maman José Cool.
Kuya mama Jose. Mama Jose nawe kuya. Amen. Kuya nawe. Na neema nawe kuya. In other words, Kisu wanasema how they are saying, ukiangalia source ya ile when you look at the source of this word, inasema marafiki wabaya. it says bad friends, Hawezi kuzungumza mambo mazuri, because you cannot speak good things. mambo mabaya huko na marafiki wazuri. You cannot speak good things when you have bad friends. Ukizungumza mambo mabaya, When you speak bad things, bakiwa mazungumzo mabaya, when there is bad seke uko na communication, marafiki wabaya. it means you have bad friends. Biblia inasema ya kwamba The Bible says, hii kompani yetu, this is our company here, hii klike yetu, our clique here. ikikuwa klike ya waombaji, If it is a clique of prayerful people, tukikutanana, when we meet, hakuna kingine tutafanya. there is nothing else we'll be Ni doing. kuthiki juu ya maombi. We will be speaking about prayers. Ikikuwa ni klike ya watu wa maproje, If it's clique about people of tutakutanana projects, juu ya we'll meet kufanya proje fulani. and do a project. Me ikiwa klike yenyewe haina, But if it's then there is nothing here. tutakutanana, We will meet, tunazungumza. we will speak. Mama Jose akienda, wende Mama Jose, When Sana enda. when she leaves, tutasema kanzu yake. her dress, did you see it? Mama Jonathan akienda, When she leaves, tutasema kama ni viatu vyake. her shoes, they are too big. Neema naye akienda, When she leaves, na sisi tunasema nini? Koti lake. her coat. Eme akienda, When Emil leaves, tutasema manileti yake. they are not fitting. Luana akienda, When I leave, tutasema miguu yake. Mimi kienda, mtasema mwembamba wangu. Yesu anasema hivi, Jesus says, tokeni kati yao watu, leave those people, watu wenye hawana thamani, people who have no watu wenye value, hawakufikishi mbali, people who are not taking you far, ili musitendi dhambi that you tena, may not sin again, ili uwe chombo cha that you thamani. may be a Toka value. katikati ya wale watu, Leave that clique, toka katikati ya wale warafiki leave those friends, wenye hawakuongezei the kitu, people who don't add wenye any value wanakurudisha to you, nyuma, those people who pull you wenye back, hawakufanyi uende mbele. they don't bring you forward. Toka katikati yao, Leave them. toka katikati yao. Leave them. Hauwezi ukakuwa chombo cha thamani You can be a vessel of basi value kwenye wakubali uthamani wako. where they don't even accept your value, your worth. Ukiwa nafasi ya wakubali uthamani wako, When you're in a place where they don't accept your value, your worth, toka, just leave. toka. Leave. Na wewe And you, hauwezi kubalisha watu thamani yako. you cannot make people accept your worth. Jikubali kama uko wa thamani, Accept that you're of worth, watakubali na uko wa thamani. and they will accept you. Bwana awabariki sana. God bless you. Simama kwa Biblia. Karibu waimbaji. Hebu si waimbaji. Wapanda hapa mbele. Waimbaji karibu. Waimbaji. Worshippers. Tumalize. Yes. Tunakwenda kumaliza. We're going to finish. Hebu tuongoze kwa nyimbo moja. We're going to lead us into one Kanisa song. lote tusimame. Let the whole church stand up. Ikuombe kitu. Let me ask you one thing. Wamekata live nafikiri. They stopped the live. Have you stopped the live?